Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Nipende kukukaribisha katika maombi ambayo tunataka tuombe siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Nancy Kajitueli kutoka huduma ya Might Faith Church ambayo inapatikana Mnazi Mmoja, jengo la Ushirika Tawa. Nikukaribishe sana kwenye maombi ambayo ndani yangu nimesikia kuomba pamoja na wewe mtu wa Mungu. Maombi haya ni emergency prayer, maombi ya dharura. Najua ninapoongea kuhusu maombi ya dharura, ninajua unaweza ukawa unaelewa kwa namna moja ama nyingine dharura ni nini au emergency ni nini. Na napenda kukukaribisha sana. Kwanza tuanze maombi haya ambayo ndani yangu nimesikia msukumo wa kuomba na mtu mmoja ambaye anahitaji mkono wa Mungu kwa dharura umsaidie katikati ya changamoto ambayo anapitia. Najua ziko changamoto nyingi, lakini kuna changamoto ambayo imesimama kama dharura ambayo inahitaji kushughulikiwa kwa haraka. Haihitaji kupanga foleni, haihitaji kusubiria mwezi wa 8, haihitaji kusubiria kesho, haihitaji kusubiria wiki ijayo. Inahitaji majibu ya haraka. Na sisi tunaye Mungu ambaye tunamwamini, Mungu ambaye anaweza kutusaidia kwa sababu tumeamua kumchagua Mungu. Hatuna baba mwingine, hatuna Mungu mwingine ambaye anaweza kutujibu maombi yetu kwa haraka zaidi ya Mungu tuliye naye. Ndio maana nimeita haya maombi, nilisikia ndani yangu ni maombi ya dharura. Yuko mtu mmoja ambaye anahitaji kusaidiwa na Mungu kwa haraka. Kama ambavyo tunaona kuna yale magari yanayopeleka wagonjwa, ambulance tunaziita, zinazopeleka wagonjwa, zinazobeba mgonjwa ambaye yuko mahututi. Inawezekana umeshafikia kwenye kile kiwango cha kushindwa au umefika kiwango cha mwisho ambacho unahitaji usaidizi wa haraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia najua mfano huyu mtu akitolewa pelekwa na hili gari la wagonjwa ambao ni mahututi au mtu ambaye anatakiwa kuhudumiwa kwa haraka, anapofikishwa hospitali apeleki chumba kingine cha matibabu. Hata panga foleni, uwe na uhakika huyu mtu hata panga foleni, hata subiri, atapelekwa moja kwa moja kwenye chumba cha dharura, emergency room, ambapo atakapofikishwa hapa atahudumiwa kwa haraka. Ni kweli wako wagonjwa wengine, ni kweli wako watu wengine wanahitaji msaada, lakini kesi yake imeenda kama kesi ambayo inahitaji usaidizi wa haraka. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza saa hii na unahitaji ambalo ni la haraka, haliwezi kusubiri. Yaani unamwambia Mungu, usiponisaidia hapa nitaaibika. Usiponipa kodi Mungu, nitafukuzwa, nitatolewa vitu. Usiponipa ada ya hawa watoto, hawataenda shule zikifunguliwa. Usiponisaidia mizigo yangu ikaingia Mungu, hii biashara itafeli kama wewe ni mfanyabiashara. Usiponisaidia Mungu, ugonjwa nitakwama kusaidia watoto wangu kwa sababu wananitegemea mimi. Yaani kuna yale maombi ya dharura, Mungu asipokusaidia huo wakati hautaweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla hatujaendelea, hebu nikupe tu maana ya dharura ili tunapoenda kuomba huo unajua kabisa dharura ni nini. Maana mwingine anaweza akawa ameshalizoea kulisikia dharura au emergency, mtu anasikia ni nini lakini haitilii maanani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa umepita kwenye situation ambayo inahitaji usaidizi wa haraka, ndipo utaelewa kwamba kuna dharura ambazo zinahitaji mtu asaidiwe haraka kabla ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dharura ni tukio la ghafla, lisilotarajiwa au la dharura ambalo linahatarisha afya, linahatarisha maisha, linahatarisha mali au mazingira, na ambalo huhitaji
kuchukuliwa hatua, linahitaji kuchukuliwa hatua za haraka ili kudhibiti hiyo hali. Umeona sasa kwamba dharura ni jambo ambalo linamtokea mtu. Inaweza ikawa ni magonjwa, inaweza ikawa ni mali, inaweza ikawa ni janga lolote baya limekupata, na ukiliangalia linahitaji usaidizi wa haraka ili kulithibitisha. Hasa hii ni tafsiri tu ya kawaida, lakini tafsiri ya kiroho tunahitaji msaada wa Mungu wa haraka kutoka kwenye situation mbaya ambayo imefikia mwisho, na tunahitaji huo msaada wa Mungu wa haraka. Yani Mungu asipofanya saa hii unakufa, asipofanya saa hii umekwisha, asipokusaidia saa hii unaaibika, asipokulipia hiki ada ya shule saa hii ufanye huo mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi 143 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: E Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea. Usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi anamwambia, E Bwana, unijibu hima. Hapa Daudi alikuwa na maombi ya dharura. Yani alikuwa amefika mwisho, akamwambia Mungu, unijibu hima, roho yangu imelegea, usinifiche uso wako. Alikuwa anamuomba Mungu kibali. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Akawa anamuomba Mungu kibali, nisifanane na hao washukao shimoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunahitaji mkono wa Mungu kwa haraka sana kwenye situation tunazozipitia. Na mimi namshukuru Mungu, ndani yangu nilisikia msukumo wa kuomba na mtu ambaye anapita kwenye situation ambayo inahitaji msaada wa Mungu kwa haraka. Bila Mungu kufanya hivyo, basi haitawezekana tena. Atakufa, atafukuzwa, atapata aibu, atalitukanisha jina la Mungu. Jina la Mungu litaaibika kwa sababu ya situation anayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ya dharura yanaendana na kuomba rehema. Huwezi kwenda kuomba Mungu akusaidie, aingilie kati situation yako unayopitia, kama rehema zake hazitafanya nini? Hazitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa anamwambia Daudi, anasema usinifiche uso wako, nisifanane na wao washukao shimoni. Yani Mungu aweze kukutofautisha wewe unayemwamini na yule ambaye hamwamini. Mungu akutofautishe wewe na yule ambaye hajampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yani watu waone kwamba huyu Mungu unayemwamini ana uwezo wa kukujibu maombi yako kwa haraka na kwa haraka kile kitu ambacho kimefanya nini? Kimekwama. Bwana Yesu asifiwe, mwana Mungu. Na hicho kitu Mungu anaweza kutusaidia sisi watoto wake. Anaweza. Ndio maana maandiko yanasema kama Daudi aliweza kumwambia, E Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea, usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Means kwamba Mungu anao uwezo wa kukujibu maombi yako kwa haraka, yasipange foleni, yasisubirie protocol fulani, yasisubirie kitu fulani. Yani Mungu anaweza kutujibu maombi yetu kwa haraka. Kwa hiyo mimi naongea na mtu yule ambaye unajua kabisa Mungu asipokusaidia kwa dharura ulionayo, asipokusaidia utakwama. Bwana Yesu asifiwe. Na mfano ni ule mtu ambaye anapelekwa kwenye chumba cha emergency pale hospitali, anaingizwa kwenye chumba cha dharura, anahitaji msaada ambao hauhitaji protocol, kupanga foleni, sijui amsubiria daktari gani, sijui nani. Yani ni kitu kinatakiwa kufanyika kwa haraka, kwa sababu asipokusaidia Mungu katika hilo jambo utafeli. Kwa hiyo mimi hapa nataka nikuelekeze kitu kidogo tu, afu tuingie kwenye maombi. Lakini ninachotaka kukuambia, kabla hatujaingia kwenye maombi, utachukua karatasi yako na peni. Chukua tu karatasi yoyote, iwe ni plain paper, iwe ni karatasi nyeupe au karatasi yoyote ambayo unayo, uchukue. Andika maombi yako ya dharura. Yani hayo maombi wewe mwenyewe, acha kuandika vitu ambavyo sio dharura. Bwana asifiwe. Nikupa mfano, labda wewe ni mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mwanafunzi na shule zinafunguliwa.
unahitaji ada. Hilo ni ombi la dharura. Mpaka sasa hivi ada hujui inapatikana kwa namna gani, au wewe ni mzazi hujui unawezaje kuwalipia watoto ada, na shule zinakaribia kufunguliwa, wana mahitaji ya ada, wana mahitaji ya kwenda shule. Hilo ni ombi, mfano moja wa dharura, kwamba ni lazima urudi uandike kwamba Mungu, nahitaji ada, shule zinafunguliwa, sina ada Baba, sina ada, usiponisaidia watoto wanabaki na jina lako litatukanwa, maana mimi ni mtoto wako, mimi nimekutegemea wewe, sitegemei kitu kingine. Mungu anasikia. Inawezekana wewe ni mfanyabiashara, umeagiza mizigo, unahitaji mizigo yako ifike, uuze upate hela, mizigo haijafika, wateja wamesha kulipa hela, unamwandikia Mungu. Hilo ni ombi la dharura. Mwambie Mungu, andika pale, mwambie hili ni emergency prayer. Mungu, nahitaji unisaidie mizigo yangu ifike. Chochote kinachokuhamisha Mungu, mimi naomba unisaidie mizigo yangu ifike, niweze kuwapa watu ambao tayari wameshanilipa hela, la sivyo nitaaibika, nitaonekana tapeli. Mungu, na mimi sitaki wewe utukanwe kwa ajili ya hii biashara. Hivyo unahitaji kodi, hivyo unahitaji kitu cha haraka cha dharura. Unamwambia Mungu, usiponipa chakula leo, hawa watoto wangu watalala njaa. Hilo ni ombi la dharura. Kwa hiyo chukua karatasi yako, andika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Andika maombi yako ya dharura, unamwambia Mungu. Tena ikiwezekana andika kwamba hiki kitu Mungu kilitakiwa kufika tarehe fulani, hakijafika. Hii ada Mungu ilitakiwa kulipwa tarehe fulani, hatujalipa. Hii kodi nilitakiwa kuilipa tarehe fulani, Mungu sijalipa. Andika na tarehe hapo kwamba ni kitu kilitakiwa kufanya nini, kufanyika kwa haraka, lakini Mungu hakijafanyika. Nimeleta haya maombi yangu ya dharura. Hebu tuangalie kwanza. Ukishaandika hivyo sasa, twende nikuonyeshe mifano miwili tu au mitatu ili tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nikufundishe namna ya kuomba, alafu na wewe utaendelea kuomba mwenyewe. Maombi, mfano wa kwanza, huu tunamuona ni Bartholomayo. Huyu Bartholomayo alikuwa ni kipofu, mwana wa Mungu. Huyu alikuwa ni kipofu, haoni. Alipokuwa haoni, alihitaji kuona. Alichoka kuishi kwenye hiyo situation. Alichoka kuishi kwenye upofu. Alikuwa haoni vitu vikitokea kwenye maisha yake, haoni mambo yakitendeka, haoni. Yamkini alikuwa na watoto, hawaoni. Anatamani kuona ili aweze kufanikisha mambo ambayo anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linatuambiaje? Huyu Bartholomayo aliziita rehema za Mungu. Alimwambia Mungu amhurumie kwa haraka. Ile rehema zilimsaidia Bartholomayo akaona. Bwana Yesu asifiwe. Akaona. Ndio maana nimekuambiaje, tunahitaji kuziita rehema za Mungu zitusaidie kwenye situation ngumu ambazo tunahitaji msaada wa Mungu wa haraka, ambayo hilo ombi limesimama kama dharura. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kwanza haraka Marko 10 kuanzia ule mstari wa 46 mpaka 52. Neno la Mungu linasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartholomayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Hebu sikia hapo. Akapaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia,
wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njia. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata hapa wale watu walikuwa wanamkataza yule Bartimayo asimuite Yesu kumsaidia. Inawezekana kuna vitu mwana wa Mungu vinakuzuia, vinakukatisha tamaa, vinakuambia haiwezekani Mungu akakujibu leo, haiwezekani Mungu akaingilia kati hiyo situation unayopitia. Lakini tunaona kwenye neno la Mungu, Bartimayo alipoona anataka kuona na imeshakuwa situation ngumu, means kwamba alikuwa anaita dharura hili jambo kwake lilikuwa ni dharura, linahitaji kusaidiwa. Ndio maana aliita mwana wa Mungu ni rehemu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nini kitakachokusaidia wewe uweze kuvuka? Ni maombi la rehema. Kwa hiyo unapotaka kumuita Mungu akurehemu kwenye dharura ya jambo unalolipitia, hakikisha unaziita rehema za Mungu. Yamkini hilo jambo ambalo limekuwa kama dharura kwako, limekupitisha kwenye hiyo situation ngumu, yawezekana ulikosea mwana wa Mungu, yawezekana ulikosea, yawezekana ni wazazi wako walikosea, yawezekana unapita kwenye ghadhabu ya Mungu. Ndio maana unahitaji nini? Mungu akuhurumie. Yani wewe ukubali, uite rehema za Mungu, Mungu akuhurumie, utoke kwenye hiyo situation ngumu iliyosimama kama dharura, kama emergency. Kwa hiyo unaposimama mbele za Mungu na hayo maombi yako ambayo ni dharura, unahitaji Mungu akusaidie, hakikisha kwanza unamwomba Mungu rehema. Cha pili, unamwomba kwanza Mungu toba, akusamehe. Cha pili, lazima umwambie Mungu akuhurumie. Ni kweli umekosea, ni kweli umejiingiza kwenye hiyo situation mbaya inayosababisha wewe upite kwenye huo ugumu. Mwambie Mungu akuhurumie, akurehemu, akuhurumie, arehemu hiyo situation. Unaweza ukaitaja, Mungu nihurumie kwenye jambo fulani, ugonjwa umenitesa, nihurumie, nirehemu. Ili Mungu afanye nini? Mwana wa Mungu akuhurumie kwa haraka, aingilie kati hiyo situation ngumu, akujibu kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa pili ni yule mwanamke aliyetokwa na damu. Bwana asifiwe sana. Yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Mfano huu wa pili tunaona tunahitaji kuwa na nini? Na imani. Unapoenda kumuomba Mungu, usiwe na mashaka mwana wa Mungu. Usiwe na mashaka. Imani ndio itakayokusaidia wewe uweze kuvuka kwenye hiyo situation ambayo imekuwa ngumu kwako, hilo jambo la dharura. Kwa hiyo hauendi ukiwa huna imani kwamba Mungu atakusaidia. Huyu mwanamke aliyetokwa na damu aliona no, imetosha Mungu, imetosha. Yani nitakapoenda kushika lile vazi la Yesu, hii shida imeisha. Alivunja protoko zote, alivunja ile taratibu ambazo zilikuwa zinamfanya mpaka sijui ufanyeje. Hapana, aliona kwamba hiki kitu ni cha dharura, hii damu imetoka, imetosha. Wewe unapita kwenye situation gani? Imetosha. Yawezekana una madeni kiasi kwamba unasema Mungu, yani usiponisaidia mimi leo, watu nitafukuzwa, nitafungwa, nyumba yangu itauzwa, vitu vyangu vitauzwa, au nitaaibika. Na ukiaibika wewe mtoto wa Mungu, it means kwamba tunalidhalilisha jina la Mungu. Mwambie Mungu nitaaibika. Mwambie Mungu jina lako litatukanwa. Why jina lako litukanwe na wewe uliweza kumsaidia huyo mwanamke? Kwa hiyo jambo litakalokufanya Mungu ashuke aone wewe una uhitaji ni imani. Mungu ametuletea hii fursa ya maombi ya dharura, ni imani. Wewe sasa utaangalia, usiseme Mungu wangu atanisaidia kweli, mbona ni kubwa sana. No, usiangalie ukubwa wa tatizo. Wewe muangalie Mungu anayeweza kulishughulikia hilo tatizo kubwa ambalo unaliona. Bwana Yesu asifiwe. Hii utaipata kwenye Marko, kwenye
kwenye Marko 5:25 mpaka 29, ama Luka 8:43. Yule mwanamke aliponyanyuka akaenda kumgusa Yesu vazi lake. Bwana asifiwe. Mfano wa tatu, yule mtu aliyepooza. Bwana Yesu asifiwe. Hii utaipata kwenye Luka 5 mstari wa 18. Bwana asifiwe sana. Luka 5 mstari wa 18. Hapa tunaona yule aliyepooza alikuwa ana uhitaji wa haraka, na wale ndugu zake hawakuweza kusubiri zile protocols, jua amsubirie Yesu afanyaje, awaite. Waliona no, huyu mtu imetosha, wakafanya jambo la imani, wakamshusha yule mtu, wakabomoa pale, wakamshusha yule mgonjwa, na Yesu aliona imani yao akaponywa. Maana ilikuwa ni dharura, na dharura inasimamisha kila kitu. Wewe angalia mtu ambaye amepandishwa kwenye ile gari la ambulance iwaga inapita, haisubiri foleni, haisubiri mataa, haisubiri sijui kivuko cha feri, kile kivuko kitarudi kuifuata ambulance avuke yule mgonjwa aliyepo ndani ya ambulance. Hiyo means ni dharura, ni jambo linatakiwa lifanyike kwa haraka, linahitaji msaada wa haraka katika hicho kipindi. Kwa hiyo unaona kwamba huyu aliyepooza hawakusubiria, hawakujali hii ni nyumba ya mtu tutakamatwa, hawakujali kuna msongamano wa watu. Wao walichoangalia wanahitaji yule mtu apone. Walibomoa pale kwenye dari, wakamshusha yule mgonjwa, na Yesu aliona imani yao akamponya kwa haraka saa ile ile. Kwa hiyo mambo mawili ninayotaka kukuambia. Jambo la kwanza, nahitaji rehema za Mungu. Jambo la pili, imani. Unapoandika hayo maombi, kwanza tunahitaji rehema, pili tunahitaji kuwa na imani. Yaani ndani yako wewe tengeneza, muamini Mungu kwamba aliweza kuwasaidia watu waliovunja protocol, watu waliokuwa na dharura. Huyu mwanamke aliyotoka na damu, ilikuwa amechoka, mwisho wa siku angekufa kwa kutokwa na damu. Wewe kama mwanamke unajua, ukitokwa na damu muda mrefu kuna changamoto, unaweza ukapoteza uhai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna huyu Bartimayo alihitaji msaada wa haraka, alikuwa anataka kuona. Bwana asifiwe. Na huyu aliyepooza vile vile alichoka kupita kwenye hiyo situation, kwa hiyo akawa anahitaji msaada wa haraka. Na Mungu waga anaangalia sana wale watu ambao wana imani kwenye jambo ambalo wanahitaji kuona mkono wa Mungu kwa haraka. Mungu yeye anasaidiaga watu. Mungu anasaidiaga watu ambao wanapita kwenye situation ngumu zinazohitaji msaada wa haraka. Wewe unapita kwenye situation gani? Je, ni ada? Je, ni ndoa yako inahitaji msaada wa Mungu wa haraka? Ndoa yako imefikia hatua iko kwenye dharura, inahitaji msaada wa Mungu, mkono wa Mungu kwa haraka. Andika, mtoto wangu, Mungu usipomsaidia sasa hivi kuna jambo litampata. Baba yangu, mama yangu, au ndugu yangu fulani anapita kwenye situation fulani, Mungu usipomsaidia kwa haraka tutakwama. Andika hicho kitu ambacho wewe unaona ni dharura kwako na unahitaji Mungu akusaidie kwa haraka. Muandikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambao unatusikiliza kwenye mtandao, unaweza ukaandika, ukatuma hayo maombi yako, tukaendelea kukuombea hayo maombi yako ya dharura, tukaendelea kuziita rehema za Mungu zishuke zikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaenda kuomba, unaweza kuandika maombi yako, ukatuma maombi yako kwenye namba hii, hayo maombi yako ya dharura, ukatuma kwenye namba hii 0715467616, 0715467616. Na sisi tutaendelea kuita rehema za Mungu zipite, zikujibu hayo maombi yako unayotaka Mungu akujibu kwa dharura. Basi twende mbele za Mungu tuombe, ili na wewe utakuwa unaendelea kuomba hayo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa amani, mfalme wa utukufu, ninasogea mbele zako muda huu na wakati kama huu. Asante Mungu, umetuangalia siku ya leo ya tarehe 1. Umeachilia ufunuo huu ajabu sana kwenye maisha yetu, kwa mmoja mmoja anayesikiliza. Jehova, yeko riana masaya, yeko saka yana mande riada bosika. Baba, tunakushukuru Mungu wangu, maana wewe unatu
kutuwazia yaliyo mema Bwana, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Tumefikia mwisho Bwana katika situation mbali tunazozipitia Bwana. Nasi tumekuja na maombi yetu watoto wako. Tumekuja na maombi yetu ya dharura Bwana. Kama wewe hautatusaidia Mungu, tutaaibika. Kama wewe hautatuangalia Mungu, tutachekwa Bwana. Tutampa nafasi ya adui ya kutudharau. Tutampa nafasi ya adui ya kutucheka na kuona Mungu huwezi kutusaidia. Koriana masaya Baba. Riko sika yana manderi adabosika. Baba, mikononi mwetu tumekuja na maombi yetu ya dharura. Yanahitaji msaada wa haraka Bwana. Yanahitaji msaada wa haraka Jehova Shama. Koriana masaya. Mungu, tunanyenyekea mbele zako kwa toba. Mungu, ninanyenyekea mbele zako kwa toba. Nikilileta kundi hili Bwana mbele zako. Nikileta watoto wako mbele zako. Nikileta wazazi. Nikileta wafanyakazi. Nikileta wafanyabiashara. Nikileta wanafunzi. Nikileta wazee. Nikileta vijana wa baba. Mungu wangu, watoto tumesogea mbele zako Bwana. Inawezekana tumepita kwenye situation ngumu. Ni kwa sababu tumekukosea. Ni kwa sababu tumekosea. Yamkini hatukuwa watii. Yamkini hatukuwa wasikilizaji wa kukusikiliza wewe. Yamkini Bwana Koriana masaya tumesababisha maovu haya na tukajisababishia hizi dhambi Bwana, zikaendelea kufanya uharibifu kwenye maisha yetu na kwenye mifumo yetu ya uchumi, ndoa, afya. Bwana, nimesogea mbele zako Bwana, tarehe 1 hii ya mwezi wa 7 Bwana, tunahitaji rehema zako Mungu, maana wewe umesema katika neno lako, katika rehema Bwana, katika neno lako umesema wewe ni Mungu unayetuhurumia. Wewe ni Mungu unayehurumia watoto wako. Katika ghadhabu unakumbuka rehema. Tunajua Bwana tumekukosea. Uturehemu leo. Utuhurumie leo watoto wako. Tunahitaji Bwana wewe utusaidie. Unahitaji Bwana wewe utuangalie. Tunahitaji wewe Bwana utusaidie. Mioyo yetu imekufa. Mioyo yetu imekata tamaa. Kama Mungu usipotusaidia Bwana, tutaaibika Bwana. Utuhurumie leo watoto wako. Koriada basaya Baba. Riko sika yanda mandea. Mungu tuhurumie Baba. Mungu tuhurumie watoto wako. Tuhurumie leo Yesu. Tuhurumie Bwana. Tuhurumie Yehova. Tunahitaji rehema zako. Uangalie maombi yetu haya ya dharura Bwana, utujibu. Utujibu siku ya leo. Utujibu siku ya leo. Utujibu Baba. Pita kwenye haya maombi Baba tulioyaandika. Pita kwenye haya maombi Baba tulioyaandika. Yesu, tunahitaji huruma zako. Wewe uliyemhurumia Bartimayo Baba, ukamponya akaona. Tuhurumie na sisi Yesu. Tuhurumie Bwana. Muhurumie mama yule. Muhurumie dada yule. Muhurumie binti huyu Baba. Tuhurumie Yesu, tuhurumie. Tunahitaji rehema zako Baba. Wewe uliyemhurumia mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Inawezekana Bwana una situation tunazipita kwa miaka mingi. Inawezekana ni miaka 2. Inawezekana ni miaka 12 kama mwanamke huyu. Inawezekana ni miaka 5. Baba yangu, tumekuja na ombi hili, limesimama kama dharura kwenye maisha yetu. Linahitaji msaada wako wa haraka. Yesu, shuka Bwana utuhurumie. Yesu, shuka utuhurumie. Wewe uliyemhurumia yule mwanamke aliyetokwa na damu Baba, hurumia binti huyo. Baba, hurumia mama huyo. Baba, hurumia mtoto huyo. Baba, hurumia kijana huyo. Mhurumie baba huyo. Utuhurumie Yesu wangu. Utuhurumie Yesu. Baba Bartimayo alisema, mwana wa Daudi unirehemu. Nami nakuita leo Baba, uturehemu watoto wako. Ututoe kwenye dhiki hii. Ututoe kwenye tabu hii. Tunahitaji huruma zako Baba. Katika ombi hili la dharura Mungu, usipotuhurumia, usipotuhurumia Mungu, tutapata tabu. Mungu, tutapata shida. Mungu, tutaaibika. Watu
watatucheka, watasema yuko wapi Mungu wao? Watoto wetu wasipoenda shule Baba, watasema yuko wapi Mungu anayemtumikia? Mungu usipotusaidia tukalipa madeni tunayodaiwa, watacheka Yesu, watasema yuko wapi Mungu wao? Tuhurumie Yemonda, tuhurumie Yekoriada Basaya, Yekoriada Basika. Tukikosa chakula, tukikosa mavazi, watakudharau Mungu wetu, tutalitukanisha jina lako. Tunahitaji msaada wa haraka Baba. Wapo wengine hawana chakula leo, wapo wengine hawana pa kulala, wapo wengine amepewa kesho tu atoke kwenye hiyo nyumba, kwa sababu